Hello, habari tena ya muda huu. Leo ni siku nyingine tena. Ningependa na mimi kushare somo la leo ambalo linasema ishara za mahusiano yasiyo na afya. Ishara ya mahusiano yasiyo na afya. Hapa tutatoa pointi, tutazungumza na wewe pia unaweza ukatoa mawazo yako unaposikia video hii, ukacomment na ukashare experience yako na ulichokipitia na watu wakajifunza. Kuna mwingine anaweza akapata moja mbili tatu kutoka kwako. Hivyo ndio tunavyozidi kushare ideas na mawazo tofauti tofauti kujikwamua katika hali ya maisha. Haya, kwa kuanzia, je, uko kwenye mahusiano yanayokujenga au yanayokumaliza taratibu? Wakati mwingine dalili zipo, lakini tunazipuuzia kwa kuwa sababu ya upendo. Leo tutazungumza kuhusu ishara za mahusiano yasiyo na afya. Ishara ya mahusiano yasiyo na afya. Na mimi nitakupeka kwenye hints zangu, ziko 5, na wewe pia unaweza ukashare za kwako, ukaweka hapo comment au ukasema mawazo yako ili mwingine anaposikia video hii naye anaweza akaona comment yako, akaanza na mawazo yako pia naye akanufaika na mchango wako. Hii ni Maisha Bila Mipaka, karibu tuzungumze. Hinti namba 1 ni hakuna mahusiano ya kweli. Ishara ya mahusiano yasiyo na afya ni kunakuwa hakuna mahusiano ya kweli. Mnaongea lakini hamuelewani. Mwenzako anaongea na wewe unaongea lakini mnakuta mahali wote hamuelewani. Hata kama mnajibizana lakini bado wote mnakuwa mmoja kwenye njia moja. Tunasema hiyo ni ishara ya mahusiano yasiyo na afya. Kwenye hiyo tena hakuna mahusiano yasiyo na kweli au yaliyo na kweli. Kila mazungumzo huishia kwenye ugomvi. Mmezungumza jambo dogo tu lakini mtaishia kwenye kugombana na kuzozana. Huyu kasema hivi, mlianza vizuri lakini mnaishia kwenye ugomvi. Kila mtu anataka kuonekana nani anaweza kunufaika kutoka mwenzake. Hiyo ni ishara isiyo na mahusiano na kweli. Pia mnaogopa kuelezana hisia zenu za kweli. Mmoja anakuwa anasema hichi lakini mwingine hawezi kusema, anaogopa akimwambia mtu fulani ataanza kuishia ugomvi. Pengine unajisikia hivi, mwingine anajisikia hivi, lakini mwenzako hataki kusema ukweli kwa sababu anahofia akikwambia mnaweza mkaishia kwenye kugombana au mkaishia kwenye kutokuelewana. Kwa hiyo mtu anashindwa kueleza zile hisia zake za ndani kwa wewe au kwa wewe mwenza wako. Kwa hiyo mwisho wa siku anaishia kumwambia mtu mwingine ambaye pengine wewe mtu mwingine anaweza akawa akamsaidia au pia asimsaidia akazidi kummaliza. Kwa hiyo mara nyingi hiyo pointi namba 1 inayosema hakuna mahusiano ya kweli, kuna vipengele vitatu hapo ambavyo tutazungumza, ambao nimesema kwamba mnaongea lakini hamuelewani, lakini kila mazungumzo huishia kwenye ugomvi, mnaogopa kuelezana hisia zenu. Hiyo ni pointi namba 1. Kwa hiyo kwenye hiyo somo hapo, mahusiano yenye afya hujenga na mawasiliano ya wazi. Mahusiano yenye afya hujengwa kwa mawasiliano ya wazi. Kwa hiyo unapokuwa unamwambia mwenzako hisia zako ni vizuri na itakusaidia wewe moyoni mwako pia kujenga mahusiano ya kweli. Pointi namba 2 ya ishara ya mahusiano yasiyo na afya ni kutokuaminiana. Umwamini mwenzako, sema mimi sina imani naye, au muamini mwenzako. Na hii inasababishwa na nini? Inaweza kawa simu zinafichwa kwenye simu. Umeweka simu yako, mtu anapiga, whether ni rafiki yako, lakini unakuwa kila mtu na mdoubt, na wasiwasi, huyu mtu, huyu mwanaume, huyu mwanamke si sawa.
Kwa simu inayokuja tu hata kama ni ya kazi, mfano unaenda kazini, lazima atakuwa anapigiwa na wafanyakazi wenzake. Lazima pia nayo utapigiwa na watu wako. Kwa hiyo unakuta unapigiwa simu lakini unakuwa mmeaminiana. Simu namba ngeni tayari kashaanza kuipokea na kuanza kusikiliza. Kwa hiyo moyoni mwake pale yule mtu kama ni mwenza wako anajenga hofu kwamba huyu atakuwa anaongea nani. Hata kama atakuwa anaongea na mwanamke au hata kama anaongea na mwanaume, inakuwa anaingia hofu kwamba huyu sio fulani ambaye tunamsikia. Kwa mara nyingi hiyo inashusha imani na kuona huyu mwanaume huyu au mwanamke bado unakuwa na mashaka naye. Kwa hiyo pia kingine, mashaka hayaishi. Kwa vile simu zinafichwa na yule mwingine anajihami, anaficha simu, kwa hiyo unakuta mashaka yanakuwa, kila mtu ana wasiwasi. Huyu amekaa hivi, huyu mtu amekaa hivi. Kwa hiyo unakuta mara nyingi mashaka, kila mtu anakuwa na mashaka. Yaani huyu ana wasiwasi na mwenzake na mwenzake ana wasiwasi na mwenzake. Kwa hiyo mara nyingi hiyo inasababisha kutokuaminiana. Pia kila mmoja anamchunguza mwenzake. Unajua, nakumbuka nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa na mke wake na mke wake alikuwa muamini. Kwa hiyo mara nyingi anafikiri mwanaume ni kiruka njia, yani kicheche tunasema sisi Waswahili. Kwa hiyo mara nyingi mwanamke alikuwa anamfuatilia hadi kazini hadi nini. Mwisho wa siku mwanamke akaja kugundua kwamba huyo mwanaume wake alikuwa anafanya kazi za kwenye ofisini ambazo zilikuwa zinawaletea kipato. Kwa hiyo mara nyingi kila mtu anamfuatilia mwenzake. Wewe unaona mwenzako anatoka, unamfuatilia. Unajua mara nyingi sisi wote ni watu wazima. Na yule mke wako ni mtu mzima na yule mume wako ni mtu mzima. Whether ni mchumba wako, whether ni rafiki yako wa kike, whether ni boyfriend au girlfriend. Wote wameshakuwa grown up, wako juu ya miaka 18. Ameenda kidogo tu dukani, unamfuatilia. Hata hiyo pia kwako ni hatari kwa afya yako, kwa sababu inakujengea hofu na imani. Moyoni mwako unaona hata kama atasalimiwa na mtu rafiki au ndugu au jirani, tunaona kumbe yale maneno ulikuwa unapale, kumbe huyu ndo anasimamia kwa watu fulani. Kwa hiyo mara nyingi kufuatilia na kumchunguza kila mtu mara kwa mara, hiyo ni ishara mbaya sana ya mahusiano. Pointi namba 3 ni kutothaminiana. Namba 2 ilikuwa ni kutoaminiana, kutokumthamini mwenzako. Unamuona mwenzako kama si kitu. Kumbuka naye ni binadamu, ana madhaifu yake, ana strength yake. Kwa hiyo wakati unapokuwa yeye yuko kwenye madhaifu, ni kawaida, ni kibinadamu, wewe unatakiwa ujaze kwenye zile sehemu zenye madhaifu. Kwa mara nyingi mmoja umdharau mwenzake, hiyo ni dalili ya kutomthamini mwenzake. Kwa nini unamdharau mwenzako? Unamwona hafai hata kama ana pesa, lakini ana juhudi, anakuonyesha na kusaidia. Kwa sababu hata akiondoka, huyu anayekuja huwezi kumpata aliye mkamilifu. Kwa hiyo ni ishara ya kipengele hapo cha kutokuthamini mwenzake. Unamdharau. Na hii dharau ndio inakuwa ni changamoto sana. Maana hata sisi wanaume, ikitokea mwanamke akakudharau, yani unajisikia vibaya sana. Sijui, kuna mtazamo mmoja, kuna mahali niliona mahali kwenye mtandao wa kijamii, wanasema vipi mwanaume akichitiwa au mwanaume akidharauliwa. Kipi bora kwa mwanaume, akichitiwa au akidharauliwa? Lakini kwa jinsi ninavyoona, kwa mtazamo wangu, kama mwanaume anahitaji heshima. Mwanaume ndio msingi wa familia. Anahitaji heshima, anahitaji kuongoza familia. Kwa hiyo pale unakuta mwanaume anapata kudharauliwa, mara nyingi mwanaume inamshusha damu sana. Anajiona si kitu. Inawezekana kabisa ikamwathiri kisaikolojia. Ndio maana kuna wanaume wengine unakuta wanafanya maamuzi magumu katika familia. Anaweza kutokea mwanaume unasikia ameua familia, ameua nini, kwa sababu tu ya hasira. Kwa sababu mara nyingi mwanaume anajengwa hasira na anakuwa na hasira kali, na pia kwa vile yeye ndio head of the family, mara nyingi anatamani kutoa direction. Sasa ukimdharau, maana yake kwamba umemnyima nafasi yake, umemuondoa ule wanaume wake. Umemuondoa ile hooligan ile asili ya wanaume. Umeona? Kwa mara nyingi kumdharau mwenzako, yule mwanamke au mwanaume, hiyo ni ishara ya kipengele ya kutokuthaminiana, ambayo inapelekea kuonekana kabisa hii ni ishara ya mahusiano yasiyo na afya. Pia hakuna kumthamini wala kuthamini juhudi za mwenzako. Kwa hiyo mwenzako ametoka, amepata kidogo, unaona hii haifai. Au mwenzako ana kipato kidogo lakini anapambana, mnapata kula, mnapata kunywa. Wewe una kipato kikubwa, unaona huyu hapa hafai, atanisaidia nini? Atafanya nini? Kwa hiyo ni dalili pia ya kutothaminiana. Pointi namba 4, mmoja ndiye anayejitolea kila wakati. Hiyo ni ishara ya mahusiano yasiyo na afya. Wewe pekee ndio
anapiga simu. Alafu wewe ndiye unaomba msamaha kila mara kwa mara. Wewe ndiye unayepambana kuokoa mahusiano. Mara nyingi ni ishara sio nzuri. Haiwezekani kwamba wewe kila siku unaomba msamaha. Wewe kila siku unasema nisamahani, nisamee. Hapana, hiyo sio ishara nzuri ya mahusiano ya kweli. Kwa sababu mara nyingi uhusiano wa kweli kila mtu anafanya juhudi zake. Unakuta kila mmoja, wewe unaweza kumkosea mwenzako pasipo kujua, na ndio maana hamjakamilika. Basi fanya jitihada. Ukiona pia mwenzako amekasirika, hayuko vizuri, katoka kazini, kafanya nini, basi ongea naye. Umeona, zungumza naye, sameaneni wote, mjumuike kwenye mahusiano ya kweli, kuombana msamaha, na ndiyo ujenga upendo wa thabiti. Pointi ya mwisho na namba 5, ningependa kusema kwamba unapoteza amani ya moyo. Unapoteza amani ya moyo. Unaishi kwenye hofu, una huzuni kila siku, furaha yako inategemea mtu mwingine. Hivyo vitu vyote vinahusiana na unapopoteza amani ya moyo. Lakini ikiwa unamdharau, unafanya mambo yote niliyosema hapo, mara nyingi ile mtu atakosa imani na wewe. Utaona mwishoni ndani anaanza kudidimia, anaanza kukosa imani, anaanza kusema mbona kwa wengine sifanyiwe hivi. Kwa mwisho wa siku anatumia nguvu nyingi tena kutafuta tena mtu mwingine nje ya pembeni, ingali yeye yuko pamoja na wewe. Kwa ukija kushtuka baadaye unakuta tayari amesha move on, amekuacha. Lakini ndio ishara hizo mara nyingi watu wengi wanakuta wanashinda kuzitofautisha. Anaishi na mtu, anamcontrol kila kitu, anamfanyia each and everything, ambao unakuta ule mwanamke au mwanaume anashindwa kupata nafasi hata ya kujieleza na kutoa goa hadi kwenye maisha yake, maisha ya mahusiano yake. Kwa hiyo ujumbe mkuu katika hii video ni si kila mahusiano yanapaswa kuendelea. Si kila mahusiano yanapaswa kuendelea. Lakini pia wakati mwingine kulinda afya yako ya akili ni muhimu kuliko kushikilia uhusiano unaokuumiza. Lakini pia upendo wa kweli unaambatana na heshima, uaminifu na amani. Upendo wa kweli unaambatana na heshima, uaminifu na amani. Vyote vikiwa kwa mstari mmoja na vinavyoenda vyote kwa pamoja, vinaonekana upendo wa kweli. Na ndiyo maana tunasema upendo wa kweli ni ule upendo wa mtu anayethamini, mtu anaweza kumthamini mwenzake na kumheshimu pia na kumlinda pia. Hitimisho, kama unaona baadhi ya dalili hizi, usikimbie kufanya maamuzi ya haraka. Tafakari, zungumza kwa uwazi, na kama ni lazima tafuta ushauri kutoka kwa watu wenye busara. Kwa hiyo kumbuka, mahusiano mazuri hayamfanyi mtu awe mkamilifu, bali humfanya mtu akue, ajifunze na kubadilika. Asante na muwe na siku njema.